Jamani, kwanza ninamshukuru Mungu kwa maana mmepata fursa hii ya kuja kujifunza ujasiriamali. Unakwenda kutengeneza nini jamani? Sabuni. Unaanza kutengeneza nini? Sabuni ya maji. Unakwenda kutengeneza sabuni ya maji. Kwenu ninyi hii ni fursa. Nini jamani? Fursa. Mimi nikiwa mwanafunzi shule ya msingi sikuwahi kujifunza hiki japo nilikuwa naona sabuni. Nikiwa sekondari sikujifunza hiki wakati nilikuwa naona sabuni. Nikiwa chuo sikujifunza hiki. Hata waliojifunza sayansi wale wataalamu walitoka mpaka vioni, wengine hawajawahi kutengeneza sabuni. Wewe wengine shule ya msingi, wengine sekondari, unapata fursa ya kujifunza kutengeneza sabuni. Ombi langu kwenu wakati mnapoendelea, naomba muonyeshe ushirikiano wa kutosha kwa kutumia hivi. Yaani yeye anajua hizi caustic soda, anajua haya mengine soda ash na nini, bila kwenda darasani, bila kusoma. Kwa sababu gani? Sasa hivi elimu imewezeshwa. Kwa na ninyi tumieni elimu iwasaidie, iwafae. Amen. Amen. Inawezekana utafanya vizuri kwenye masomo yako, lakini ukienda na haya yatakufaa mtaani, unaweza kujua namna ya kutumia masomo haya. Mungu wa mbingu na nchi awaandae kwa namna iliyo nzuri. Yaani usinune, sawa? Ndiyo, sawa? Sawa. Bwana asifiwe. Amen. Tafadhali tabasamu linaanza kuongea. Kabisa. Basi naomba mimi niwaombee ili Amina. Bwana Mungu mwema, tunakushukuru sana kwa ajili ya wakati huu mwema, kwa ajili ya fursa hii ya pekee ya watoto hawa na vijana hawa ambao wamekusanywa kujifunza. Ninaomba Mungu kupitia walimu hawa uwasaidie elimu hii ikaende kuwa mwanga katika maisha yao ya kiuchumi, ili Mungu ajue namna gani ya kuitumia kwa ajili ya utukufu wako. Mungu kupitia elimu hii ukapande mbegu ya uzalishaji, ukapande mbegu ya ujasiriamali, ukapande mbegu ya matengenezo, ukapande mbegu ya ubunifu ndani ya fahamu zao na akili zao. Kupitia watu hawa wao na mbegu hii ikaende kupandwa sehemu nyingine ikazae zaidi. Kila atakayepata elimu hii awe nafasi ya kuipeleka kwa wengine, lakini awe na nafasi ya kuifanyia kazi, iwe sehemu ya vitendo. Mungu, ninaweka wakifu haya yote yanaendelea mafundisho haya yakawe baraka kwa ajili yao katika jina la Yesu. Amen. 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 Asante Baba. Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Promise Jasper, ni mwanafunzi wa Bishop Stanley. Sisi na watoto wa Bishop Stanley tumekuja hapa kujifunza kuhusu ujasiriamali, na hichi ni kipindi cha likizo. Tuna mwalimu wetu wa ujasiriamali Mama Pendo, anatoka Moshi mjini. Tuko hapa tunajifunza kuhusu ujasiriamali katika kipande cha kutengeneza sabuni. Karibuni muungane na sisi. Asante. Jamani, nasema hivi, ujasiriamali juu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa haya ni material au malighafi kwa ajili ya kutengeneza sabuni. Hapa tuna kitu kinaitwa sulfonic acid. Hii ni mojawapo ya asidi ambazo zinatumika kwenye sabuni kwa ajili ya kupata povu. Lakini pia tuna silesi. Sio silesi ile ya mkate, hii ni silesi asidi kwa ajili ya kutumia kwenye sabuni na kuweka, inasababisha uzito na kung'arisha. Hii ni kwa ajili ya kung'arisha. Lakini tunayo chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe ni mojawapo ya asidi ambayo inatumika kutengeneza sabuni. Na tunayo pia soda ash. Kwa hiyo hii soda ash pia tutatumia pia kwenye sabuni yetu kutokana na vitu vingine vyote tunachanganya pia na soda ash. Lakini pia tuna kitu kinaitwa alkatu. Alkatu ni kwa ajili ya kusababisha sabuni iwe nzito, iwe na uzito. Maana wengine unakuta waweki hii sabuni inakuwa maji, inakuwa mbaya, lakini ya kwetu inakuwa the best soap. Lakini hii hapa ni glycerin. Ni kwa ajili sasa ya kulainisha mikono yako isigangamale, isitoke mapele, isitoke nini, kulainisha ngozi. Lakini tunayo pia perfume. Perfume nzuri inanukia. Hebu nusa. Inanukia sana hii. Tunayo sabuni nzuri kabisa ya lavender. Lakini tunayo color.
rangi yetu tumechagua rangi ya blue kwa siku ya leo. Kwa kuanza, ziko rangi mbalimbali, kuna pinki, kuna green, kuna nini, lakini leo tumeamua kuanza na rangi ya blue. Lakini hapa tulipo tuna mashine. Hii sio ndoo, ni mashine. Tuna mashine yetu hapa ambayo iko hapa, na hii sio fimbo, ni mashine hii. Ni mashine, na hii hapa tunayo hii kwa ajili ya kusapoti hapa hivi. Ni mashine. Mashine hii ni nini jamani? Mashine. Mashine, mtu asiseme ni ndoo, tuna ndoo, hapana, ni mashine. Kwa hiyo tutaanza sasa kazi yetu hapa ya kufanya nini? Ya kutengeneza sabuni ya nini? Ya maji. Sabuni ya nini? Ya maji. Ya maji. Kwa hiyo tutafungua chupa yetu vizuri kabisa, na unatakiwa uwe makini kwa sababu hii ni asidi, ili isikushike kwenye. Kwa hiyo tutamimina hapo. Aya, kazi yako kumimina, mimina kaka. Yaani nyewe wenyewe, mimi nitakuwa tu naongea, nyewe mnafanya kazi. Sawa Ndio. Kisha mimina hiyo, tunayo slice sasa. Hakikisha unamimina kabisa, inaisha kabisa. Yaani ikitakiwi kubaki chochote hapo. Yaani hakikisha inaisha kabisa. Inaisha kabisa, yani hapo haitakiwi kitu kibaki, maana ni hasara hiyo, ni hela hiyo. Ni hela, hakitakiwi kubaki kitu chochote. Kwa hiyo tunaweka sasa nini? Slice ile. Tuna nani hapa? Sasa mfuniko wake uko wapi? Funika mfuniko. Maana imebaki hapo, tutachanganya tena na maji kidogo ili. Maana lazima tunani kila kitu. Haya. Mimina sasa hiyo, hakikisha unaparua yote. Pio. Wow. Safi. Yaani yote, hakikisha kila kitu akibaki. Kila kitu hapo. Hiyo ni slice. Anaweka hapo, kijana wetu hapa anaenda kuwa mjasiriamali mkubwa kabisa huyu. Lakini pia tunakuja hapa tunaweka salt. We are putting what? Salt. Good. You're putting salt. Then we are going to the soda ash. Tunaweka soda ash. Say ash. Kwa hiyo tunaweka soda ash hapa. Ambayo tutaweka kiasi gani? 10 tablespoons. 2, you can count. 3, then 4, yes, then 5, yes, then 6, then 7, then 8, 9, 10 tablespoons. Then after that, start